Yeah. We give you glory. Ewe, ewe usifiwe. Kaya hoja. Kaya hoja. Kaya ewe kitu live. Takia mic tuseta hizi. We ile aende live. Ako live. Kana utua bitu na dance tu mic hapa. Aha. Test. Ashikisha. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory. We give you worship, Jesus. Yes. Haya, namba 2 punguza sasa. Paul, number 2 reduce. Hallelujah. In number 2 reduce. Number 2. Hallelujah. 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 Awe iko juu sana bado. Hallelujah. Oh, Yahweh usifiwe. Punguza kidogo tena. Kwa dige namba 2 na 1 kado. Namba 3. Hallelujah. Yahweh. Punguza kidogo. Hallelujah. Hallelujah. Number 4. Hallelujah. Number 5. Hallelujah. 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 Oh, yes. Hallelujah. Praise Jesus. We give you glory, Lord. Hallelujah. 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 We give you glory, Jesus. We worship you, my Father. Hallelujah. We
give you glory, Lord Jesus. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Yes. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna mwingine kama wewe. Nasema wewe ni Bwana, wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Nasema wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna mwingine
wewe Bwana, wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Mataifa yote yamekusanyika mbele zako Bwana Mwokozi, nasi wana wako tumekusanyika mbele zako Bwana Mwokozi, na tukisema Bwana, na tukisema Bwana, na tukisema Bwana, haleluya Bwana. Oh, na tukisema Bwana, tukisema oh Bwana, tukisema Bwana, haleluya Bwana. na tukiimba Bwana, tukiimba Bwana, tukiimba Bwana, haleluya Bwana. tukisema Bwana, tukisema Bwana, tukisema Bwana, haleluya siku zote Bwana. na tukiimba Bwana, tukiimba Bwana, tukiimba Bwana, haleluya Bwana. na tukiimba Bwana, tukiimba Bwana, tukiimba Bwana, haleluya Bwana. na tukisema Bwana, tukisema Bwana, tukisema Bwana, haleluya Bwana. tukisema Bwana, tukisema Bwana, tukisema Bwana, haleluya Bwana. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili kuabudiwa, unastahili
unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. 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 Mungu Baba ni wa neema kubwa, Ni wa neema, Mungu wangu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu wangu ni wa neema kubwa. Umali tumefika ni kwa neema, ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu wangu ni wa neema kubwa. Afya njema tunayo ni kwa neema, ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu wangu ni wa neema kubwa. Mungu Baba ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu wangu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema
neema, Mungu wangu ni wa neema kubwa. Baba, mimi ninakuabudu, nasema Baba, Hallelujah, mimi ninakuabudu, na mbele hallelujah. zako ninainama. Mimi Bwana naomba, Mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua kwako. Mimi ninakuabudu, sema Baba. Baba, mimi nakuabudu. Sema Baba. Baba, mimi ninakuabudu. Hallelujah. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yetu ninainama. Mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. We give you all the adoration, our Father. Now we honor your holy name. We acknowledge your supremacy, Father, for there is none like you. Thank you, Father, for an opportunity, Father, to be in your presence, Father, to worship you, Father. We honor you, our God. Thank you, Father, for your marvelous work that, Lord, you have done upon our life. We glorify your holy name. In Jesus' name, we pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, you can say hi to your neighbor. Say hi to your neighbor. Yes, we want to praise our Maker. And I know it will be good. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sawa, nipe makofi.
yale ametenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Oh, yale ametenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale ametenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Oh, yale ametenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale ametenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Oh, ametenda mema huyu Yesu, ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ametenda mema huyu Yesu, ndiyo maana mimi nampa sifa, nampa sifa, nampa sifa, nampa sifa, nampa sifa, nampa sifa, nampa sifa. Haleluya, tumwambie Bwana asante. 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 Asante, 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 asante. Gai wakwawe wa magegania, Gai wakwa, Gai wakwa, Gai wakwawe wa magegania. Wabarario we wa magegania, wabarario, wabarario, wabarario we wa magegania. Wabarario we wa magegania, wabarario, wabarario, wabarario we wa magegania. Orogerwa we wa magegania, orogerwa, orogerwa, orogerwa we wa magegania. Oh, ambarario, ambarario, oh, ambarario, ambarario, ambarario we wa magegania. Oi, orogerwa, orogerwa, orogera Yesu. Oh, orogerwa, orogerwa, orogerwa we wa magegania. Geithia mondo omwana ni omwendete, wa moko na iguru oce Jesu. Geithia ocionge omwana ni omwendete, wa moko na iguru oce Jesu. Geithia ocionge omwana ni omwendete, wa moko na iguru oce Jesu. Hallelujah, amen. With thanksgiving in our hearts, we exalt you and we honor you as we gather here this evening to continue with our series. We pray, mighty God, that may you silence every noise, every evil plans of enemy. And Lord, I stand here not on my own, but I come in the name of Jesus. Spirit of God, that you may minister to us this evening, and may you speak to us. For this we pray in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Tuketi tafadhali. How are you? Mumekuaje? Mnaendeleaje? Na mnametameta nyakati hizi. Mnakula vizuri? Yala hata anasema eti January inakuanga mbaya. Which January? Tell me which one. None of you looks like you are living in January. It looks like you are living in December.
or last year you got a lot of Christmas ya chama ilikuwa mingi mpaka sasa ukasave mpaka ukahakikisha itakusukuma mpaka end of Feb. Karibuni sana. Last week my brother and my colleague spoke about the territorial spirits, roho ambazo zinatawala sehemu au ulimwengu huu. And I thought that he had finished the topic, so I had decided that today I want to talk about a different topic. But because he's away and taking some training, when I was looking for him, he told me he had not finished this topic. Kwa hivyo ile nilikuwa nimepanga kuongelelea leo nitaisukuma to next week ili nisiruke alafu tena ndio tukuje kurudi nyuma. So hatutaongelelea leo. Today we are to talk about the sins that defile the land. Dhambi ambazo zinaharibu udongo au muji au sehemu yoyote. But kwa sababu hakumalizia, I want to continue with the same topic of territorial spirits. I am sure he defined what's the meaning of territory, which is territorial, comes from the word territory. And the territory is a space that is occupied, like this church. You can say, I am the vicar, so I am the one around here. But because the church is a spiritual being, I cannot be the one in charge of territorial of this church. So the one who is in charge of this church is the Spirit of God, which has the authority that occupies each and every area of this church. Na wakati roho wa Mungu anatoka, then the spirits of this world, demonic spirits, comes and takes over. And that is what goes on. And I am sure that he discussed about that. Maybe just to give examples for if you happen to travel or those who have traveled, there are areas you get in and you see statues of goddess and gods that occupy those areas. If you happen to go to India, there are so many territories. The gods of this place cannot occupy Kasarani. And the god of Kasarani cannot come here without permission of the god of this place. Tuko pamoja? Kwa hivyo kila territory iko na miungu zake. But we all know very well that when God created the earth, the territory called earth, which is any space, occupied space or any empty space, was under the authority of God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye alikuwa ana rule dunia hii yote. It doesn't mean that aliacha kurule. But God is not a forceful God. Mungu hatumii kifua kukuchukua, sivyo? Ndio naona anatupa free will to decide kama wewe unataka kuokoka au kama hutaki kuokoka. Choices are yours. Kwa hivyo God does not force. When God was occupying this land, he created Adam and Eve. Na akawaambia, go and take charge of this planet Earth. And so Adam and Eve were to be in charge. Not in charge as like now I am here. I'm just the vicar. You may say the Wanga is the priest in charge of this church. Sindio? But Wanga is just a motto. The priest in charge of this church is not the bishop. It's God. Bwana Yesu asifiwe. It's God. Na Mungu akinitoka Wanga, mtagundua kwamba sasa hii kanisa imechukuliwa na miungu zingine. So tajua tu. Wataanza kuona viti ikianguka. Then you will notice
that this church is no longer under the authority of God. It is under the authority of gods. Kwa hivyo I am just here as a symbol. I'm not the one in charge. It is God in charge. And so Adam and Eve were to be a symbol of God's presence on earth. So anasema, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Bwana Yesu asifiwe. How do you say it in Swahili? Baba aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Yes, acha ufalme wako uje hapa duniani kama ulivyo wapi? Najua saa ingine tunarudi primary mpaka tujikumbushe inasemwa kaje. So, ni ufalme huo Adam and Eve walikuwa wautawale hapa. Lakini kwa sababu ya dhambi zao, huo ufalme ukachukuliwa na mwovu Shetani. So the territory of this world is owned by devil who rules it. Bwana Yesu asifiwe. And because Satan does not operate alone, he operates with his angels. Kuna Lucifer, kuna various angels. So all those things, Satan controls so many areas. And therefore in each and every area, there is a person in charge. You see, sisi wa Kristo tunakuanga hatuelewangi. Tunaingia pahali, hata umeenda hoteli, sijasema lodging, nimesema hoteli. Bwana Yesu asifiwe. Umeenda hoteli, umeenda Mombasa 5-star hotel, kitanda umeidandia, umeanza kucelebrate, but you have not prayed over that room. You rent a house, unapata nyumba ni kubwa inashinda ile ilikuwa yangu. Yangu ilikuwa kadogo, sasa hii ndio nyumba inanitosha na familia yangu. Ukiingia kwa bedroom yako naona iko na space 6x6 inatosha vizuri, na hata kuna space ya kuweka stool na kuweka na kiti na kuweka na table room. Unaanza kusema na study table. Unaanza kusema umefika, si ndio? Wewe unaingia, unaleta mizigo zako, unaingia pale. You don't know who was in charge of that territory before you got in. And that is how many of us, we get suffering without knowing. Wewe umeingia, maisha yako ilikuwa inaenda salama, but the gods of that place, who is in charge of that territory, comes and change everything. Maisha yako ilikuwa inaenda hivi, inaanza kwenda hivi. Unaanza kusema umerogwa, sijui nini imefanyika. Hakuna kitu kama hiyo. It is the God in charge of that area. And so I was saying, ukienda nchi kama India, ukienda nchi kama Japan, ukienda nchi kama Morocco, hata Haiti pale wa Kenya wamekuwa huko Haiti. Ni mabulaka lakini kuna so many miungu. And let me tell you, hizi nchi mingi ambazo asikai na amani pia zinakuanga na miungu mingi sana. Ukienda nchi mingi sana utapata, hata Afrika, ukienda nchi kama Guinea, New Guinea, Bissau, ukipata nchi kama hizo, unapata nchi kama Morocco, unapata so many gods. In fact, hata ukienda tu kwa temple, and temple you are allowed to enter, usiogope. Ukienda kwanza hapa Parkland kuna temple za Wahindi mingi sana. Wewe fika pale saa 3, utakuwa na 2 hours ya kusungushwa uonyeshwe miungu. My friend, most of the gods are female. I never knew that until I got into the temple. Miungu mingi ni wamama. Alafu wametengenezewa tu vitu tuzuri. Ani kiti ya gold. Nasikia huyu amekalia, ule mkubwa kiti yake iko juu kabisa. Miungu tofauti na viti zao. Ikifika saa 5:30 mnaambiwa mtoke, wanataka kulisha nini? Miungu. And they feed them. Wanaleta mabiskuit, wanaleta nini, sweet nini. They don't eat their statues, by the way. But because the spirit operates, is there. After 1 hour zimekula, wanakuja wanaokota hizo biskuit, wanarudisha kwa mabox, wanafagia, tena mnaendelea kutembea. Hizo biskuit asubuhi au wanabeba wanaleta kwa children home za Wakristo.
tunaimbia hawa Wahindi, tunawapigia makofi, wametuletea msaada. Oh, we are feeding our children on idol foods, bila sisi wenyewe kujua kabisa. In fact, zinapakiwa, zinaletwa, zinafungwa vizuri, zinaletwa tena na tunafurahia. Na kwanza Wakristo wanapenda vitu za msaada. But this sijaona religion inapenda vitu vya msaada kama Wakristo. Sijaona msaada imepelekewa Waislamu unless huko wakati wa njaa, ukweli urongo. Sijaona msaada imepelekewa Wahindi. Lakini Wakristo hata Nairobi, wacha hata wale wako Northeastern, hapa Nairobi wanapenda msaada. Waletewe hizo biskuti, wawadansie, watoto wapigie mashairi, wafurahie. Those are the things we do without knowing. We eat foods offered to idol. So you go to those countries, you find that there are so many gods. And therefore, the Bible says that Satan is the ruler of this world. Studio, give me John 12. John 12, chapter 30. John 12, verse 31. Tukitoka 12:31 tutaenda 14:30. John 12:31. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast where? Who is the ruler of this world that will be cast out? Is Satan. Who was, and you hear me praying for this land, praying for this name Githurai, praying, mentioning these roads, mentioning because every space is occupied by a ruler. But until that ruler is cast out, we are under captivity of those rulers. Bwana Yesu asifiwe. There is no vacancy. There is no vacancy. Hata kwa boma, Musa kilala si mama na ana take over leadership. Musa na mama wakilala si watoto wana take over. There will be no vacant anywhere as long as the world exists. And therefore, the rulers of this world, immediately Adam and Eve sinned, the presence of God left. And that is why the land was cursed. Because the sin of these two people caused that. And the next thing that happened, their firstborn son kills the other. So the first murder in the Bible zinatoka kwa watoto wa Adamu na Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Yes, immediately uwepo wa Mungu ulipotoka, huyo Mungu wa dunia akachukua mamlaka, the next thing was death. Hiyo ndio ilifuatilia. And therefore the power of this world is Satan. Satan's power is to give him all the kingdoms of the world and the glory of God, of them. So nakumbuka hata in Matthew, it was in Matthew 4, I think 8 or 9. When he tempted Jesus. You remember that? What did he tell Jesus? Ukiniabudu mimi, nitafanya nini? Nitakupea. Hebu give us Matthew. Maybe Matthew 4, yes, 4 verse 9, 8 and 9, I think, 8 and 9. And he said to him, and again the devil took him up on an exceedingly high mountain, akampeleka katika mlima mrefu, and showed him all the kingdoms of this world and their glory. And I can tell you, the world, the kingdom, when ukiwa kwa ndege usiku kama saa hii, na sasa unataka kulandi Nairobi, my friend, Nairobi looks beautiful. Nairobi looks so gorgeous, light everywhere, mji umetambaa mkubwa, it looks so beautiful. You can imagine devil amepeleka Yesu pale,
I'm imagining wewe shetani amekupeleka pale Limuru, pale Brackenhurst is one of the top juu kabisa. Ukiwa Brackenhurst pale Limuru unaonanga Nairobi iko smart kama umewahi kuwa huko. Amekupeleka pale, umesimama kwa barabara, saa hiyo unaangalia Nairobi. My friend, unasema I wish ingekuwa yangu. And therefore Satan takes Jesus and shows him all the kingdoms of the world and their glory. And continue. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and do what? That is the ruler of this world. My friend, it is not easy to conquer this ruler. It is not easy. I'm a priest, I'm telling you. It's not easy. Until you conquer this in your territory, where you call your territory. You conquer the devil in your house. First of all, you must conquer the devil. Your territory is yourself. Bwana Yesu asifiwe. Because here is where I can occupy myself. I know myself as Jackson. If I conquer my devil about on my life, then I conquer, you will conquer devil in your house. You will conquer devil at your place of work. You will conquer the devil in your homestead. I can tell you, you will live a better life than the life you live. But it is not easy. It is not easy. It's easily said than done. It's not easy. That is what God, the devil can do. And therefore Satan delegates his power to what he called principalities, to others powers, and others rulers of darkness. The principalities are the angels of Satan that rules the air. Tuko pamoja? Zile zinatawala angani. Those are the principalities. They rule this. There's no space that is vacant, I told you. Just the way the air you think is a space is ruled. Here on earth is ruled. Underneath is ruled. And therefore every territory, whether it's occupied by particles or it is empty space, it is ruled by either the God of heaven or the gods of Satan. And therefore he assigns roles to those who are in charge of principalities, to those who are in charge of powers, people who are power hungry. I will do anything to get power. I will do anything to get power. Those people who want to do anything, whether it is murder, there is a God who is in charge of those who want those powers. And of course powers is nice. Unatembelea kwa gari kubwa kubwa, unafunguliwa gate, unafunguliwa mlango, unafanyiwa kila kitu. Nani hataki power? Hata mimi nataka, lakini nataka itoke kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. But if you are so thirsty and hungry for it, you will get it. And then the rulers of darkness. Here is where the kings and queens of this world fall. Where there is rulers of the darkness. It's where wale wanataka kuwa MCA, wale wanataka kuwa MP, wale wanataka kuwa maraisi, wafalme wa dunia hii, wanaendanga kwa miungu sa powers of darkness. They don't mind to sacrifice you as long as they need that power. And I can tell you, here in the area of the power of darkness, most kings of this world, 99%, if not 99.9%, are part of this. That's where Freemasons are. And they are in the church. Bwana Yesu asifiwe. Waone wakiingia church. Growing up in the high church, tulikuwa tunasimama hapo nje tunaangalia vile wanatoka kwa magari. Wakifika pale alikuwa anakuja kuingia kwa mlango hivi. Akifika hapo hivi anafanya hivi.
alafu anaingia. What is he? He's tying that spirit. Hata uhubiri nini, hautamgusa, ameshafunga. Bwana Yesu asifiwe. And we would see them, and they come, and they give us good money, and we clap for them. When you hear me saying I don't need money from people, I know I have seen things. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Niko miaka yangu hii nimeona. We would sit and stand as youth. Tunaona vile magari zinaingia, na tunaona vile wanatoka na mapete makubwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe. The powers of this world, the territory is manned by goddesses and gods of this world. That is what you need to know. There may be millions of dark spirits of various kinds. As he said in Mark, suggests the name of spirits. Like in Mark 5, you know the spirit legions. One man having 50,000 spirits in him. Wewe uko na ngapi? Bwana Yesu asifiwe. You think you are living alone? If God, the Spirit of God is not in you, I can bet my life that you, if you don't have God, the Spirit of God, there is legions lives in you. There's no way you can live without one. Bwana Yesu asifiwe. So he said that every territory, the territorial spirit occupies territory. And a territory is anywhere on the planet Earth is a territory. Bwana Yesu asifiwe. And they are ranked with ranks, as you may see as we continue. And therefore, that is why you see this man had 50,000 spirits ruling him. He was he himself. Pengine wewe una survive, pengine siko tu mbili sababu una behave vizuri. Sikifika 10 utaanza kubehave funny. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu. There can be millions in you. While some evil spirits or demons inhabit persons, others called guardian, others ancestral spirits inhabit geographical locations and areas. Ancestral spirit, siwezi toka kwa village yenu sikufuate hapa Nairobi. Tuko pamoja? Let me tell you this. Ukiona mganga ya kwamba umemuita kutoka huko kwenu Gaturi, eti amekuja Nairobi kufanya uganga, huyo si mganga. Believe me, huyo si mganga. A true mganga hatokangi aesi ingia gari. Tuko pamoja? Hawa ni wale wanasemanga mganga maalumu. Hawa ni con people. Don't believe them. Don't waste your money. Eti mganga maalumu kutoka Zanzibar. Hawezi toka Zanzibar kuje Kenya hata kuponya hata kutibu. Mganga wa ukweli, yule wa ukweli hatokangi kwa hiyo territory. There is a territory that mganga mans. Na kiingia gari ya kuja hapa ita kutibia hapa, hiyo ni uongo. And the true waganga hawasafiringi. Let me tell you the truth now. Mganga wa ukweli hautamuona amesafiri. Wewe ndio utasafiri uende kwa kijiji ya. Sasa pesa zenu zilikuwa mngeleta chache mngebarikiwa. Mlikuwa mnapeleka huko. Mnaona pesa zenu vile zimekuwa zinakunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. Zilikuwa zinakunywa maji hivyo tu. That's what happens. In fact, that man, the way he looked like a bushman, he lives in that village. Akikuangalia tu hivi macho, wewe hiyo siku hautalala. Kwisha. Unaenda kwa baba. There are very few true waganga, leave alone con people. Nikiwa college tulienda pale Mudhurwa, kulikuanga na mganga maalumu kwenda kutoa. Nikapata Kikuyu lady was in the house. Anatutaka tukakaa, wanafunzi tumetoka college, anatufanyia vitu. Lakini tukajua hii niko hakuna kitu kama hiyo. Hizo pesa zenu mnapelekanga wapi? Muache. Kama unatafuta mganga kwa kijiji.
And therefore, those categories, we have the guardians, just like the guardian angel in heaven. There's also guardian angels of demons here on earth. Other scriptures, speaking of this, there are so many scriptures. I will be able to share with you these scriptures in the course of the week, so that you can read on your own. Ambazo zinaongelelea these territorial spirits. The Bible speaks many times about unclean spirits, but much less about territorial spirits, because they are not so many. They are not so many. Inaongelelea about principalities, zile zinaongoza katika angani mara 7. Zile authoritative spirits, mara 8. There are several of them mentioned here. And every idol or goddess worshipped in the Bible had a name. Kila miungu, mumama au mzee ambaye alikuwa ni miungu katika Biblia alipewa jina. Kwa hivyo usifikirie ni wewe una jina. Tunapouliza wewe jina lako ni nani, alafu unaniambia wewe unaitwa Purity. Purity is not your name. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Purity ulipewa na mdhamini wako na wazazi wako mbele ya mchungaji. Ukweli uroko. That's not your name. Your name is Wangoi, Wanjiro. That is your name. And many people will not tell you their name. Nikitaka kuroga wewe, hata nikiroga Purity itakugusa. Hakuna siku Purity utamuroga. Lakini nikiroga Wanjiro lazima nikupate. Now I'm telling you the truth. Hakuna siku mtu atakuroga, etameroga tunaenda kuroga Grace. Eti niwekee Grace kwa chupa. Shetani itakuza, who is Grace? It doesn't know Grace. Grace is a colorless name. Haina mtu. Lakini ukisikia Grace, unaitwa Grace na Nyambura. Ukisikia na unaepeleka Nyambura, nataka niwekee Nyambura kwa glass. Na anaanza kuchant. Anaita miungu za kukujia Nyambura. Unajiona umeikaa kwa glass. Unaonekana tu kwa glass umeletwa. Unafanywa vile unataka. Anakuambia chukua hii, gonga ua. Uko kwa hapa, lakini unauawa wapi? Kwa huko vile umesema, sio mimi. Unauawa hapa, anasema dunga yeye, unadungwa hapa makisu, unadungwa hapa. Unasikia tu hapo huko, unaenda. Umemaliziwa huko. That is what territorial spirits works. Ndio naona you cannot, mganga cannot travel from point A to point B. It can never work. It can never work. And you see in the Bible, all these goddesses or idols had their names. For those who are writing in Numbers chapter 22 verse 41, there is a god called Baal. Baal was a name of a god. There was a name in Judges chapter 16 called Dragon. Dragon was a name of that person. So if you are fighting the spirit, tunaulisanga tukifanya deliverance, wewe ni nani? Umesikia mchungaji akiuliza hivyo? Akikutolea mtu mapepo, pepo imekataa haitoki. Pepo unamuuliza wewe ni nani? Nakwambia mimi ni Wanjiro. Wanjiro kutoka wapi? Na inanena. Na akikubali kukuzena, huyo ni pepo atatoka. Mwingine atakataa. Mwingine unamuuliza anakuambia hiyo nimekwambia imetosha. Because also they are mean, they don't want to come out of that territory. Because they are occupying there. You remember in Mark chapter 5, in a plead with God, with Jesus, please don't remove me from this territory. Because this territory is where I am comfortable. They don't want to stay in the space. They want to stay in a territory. There are so many names. I cannot mention. There are over 20 names of these goddesses and gods in the Bible. There are so many of them. The Queen of Heaven. Mmeisikia maneno kama hayo? Prince of Greece. Prince of Persia. There are so many. Diana of Ephesus. So mmewasikia hata mkisoma Biblia. All those are goddesses that rules. Ndio nimesema sijui kwa nini miungu mingi zinakuanga wa mama.
I need to do a research. Bwana Yesu asifiwe. Mnisaidie kufanya research. Satan has demons, dark angels, principalities, powers, and rulers of the darkness, as I said. And you can read this if you, at your free time. You can read Ephesians chapter 6 and Colossians chapter 1. You will get all these names of them. They can defile and pollute land if they want. In fact, they defiled and polluted the land is mentioned over 15 times in the Bible, where Satan did. Shetani anaingia hapa, kila mtu anaanza kusikia harufu nyingine. Ai! Ni nani mnaanza kudautiana? Ni wewe ndio unanuka. Ni wewe ndio unanuka. Ni wewe ndio unanuka. Unashindwa nani ananuka kati yetu. But amekuja na amefanya hivyo. Nyinyi wote, huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, already mmeshachukiana na amemaliza. That's how they destroy fellowship. So that is how they manage to do that. They come in and they destroy it. God's intention in creation was to manifest his glory on earth and live in intimate and permanent covenant relationship with humankind. And it's what I said. That was his intention, to rule this world, to do it in partnership, in covenant with God, with man. And that was the first covenant God made with man. When he promised Adam, it was a covenant he sealed. The universe is designed to manifest God, to manifest God's glory. But when God's glory was smeared with sin, so people are chasing the glory of Satan. That's why he tells Jesus, look. He takes you to KICC, unaangalia Nairobi, unasema mchana nikitembea Nairobi nakaanga chafu. Lakini mbona inakaa smart? Inakuonyesha the glory of the city. Inakwambia ukiniabudu tu, I will give you this car. Mimi nilisema hivi, don't admire somebody because ana utajiri. Usiadmire magari za watu. Usiadmire manyumba za watu. Ujue walisipataje. Ujini utuku wanatumia miungu gani. Mwingine akwambia nataka nikupeleke, ndio. Sasa ladies, nyinyi mna falling, mnaenda mnasikia alienda na kaendanga. Next time wanakupata uko kwa drum ya maji. He has already done sacrifice. Ametoa kila ametoa, amerudi kwa territory. Kwa spirits anaambia Satan, I have brought the fifth one. I have brought the fifth one. The witch chants and he say, wow, utajiri utakufuata. Tena unakaa tena unatafuta wa seventh one. Tena unafanyia. Tena I have brought the seventh one. That's how people are killed. Then you are admiring wealth. Wealth mzuri ni unafanya na mikono ya Bwana Yesu asifiwe. And therefore the universe was designed for that, to reflect God's glory and to reflect his eternal power and divine attributes, as is subscribed in Psalms. Give me Psalms 19 verse 1 to 4. For those who are writing, you can write Job's 12 7 to 10, Psalms 19 1 to 4. To the chief musician, a psalm of David, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handwork. Day unto day utters speech, night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tabernacle for the sun. That is how God designed this earth. Ya kwamba sika utukufu wake
Ndio nasikia wase 24 wanaabudu mbinguni wakisema Hosana, Hosana, Hosana. This world we were to be worshiping Hosana. But when the devil came up, it took everything. You can give me even just I read Job 12 ndio niruke juu time imeana, nataka kumalizia hapa. Ingine mtajipanga sasa, tutaendelea the next topic I had set for today. Job 12 verse 7 and to 10. Job 12:7. But now ask the beasts, and they will teach you, and the birds of the air, and they will tell you. Or speak to the earth, and it will teach you, and the fish of the sea will explain to you the glory of the Lord. I'm describing the glory of. Ask them, they will teach you. They will tell you how the glory of God. Who among all these does not know that the hand of the Lord has done this? That was to be worshipped God alone. But because of sin, we deserted this. And now we worship idols. The Creator offered to Adam and Eve a perfect life of intimate fellowship with himself and with each other. A beautiful sanctuary, meaningful responsibility to manage God's earth. But we destroyed it. Now, what God has given you, can you manage it today well? And say, Mungu, kama unataka nikufe maskini, nitakufa maskini nikiwa hapa. Kama unataka kunibariki, nibariki nikiwa. But sit bow down to worship gods, to please idols for wealth. That is what we should be declaring before God. When Adam and Eve sinned, they handed over control of God's world to Satan. Satan is called prince of this world 3 times in the Bible. Anaitwa is the prince of this world. Tulichukua tu kifunguo, okampea, chukua, na akafanya nini? And he knows how to use it. It's not like you. Especially Waanglikana, I'm sorry. Kuna vitu tunasemanga, hii si Anglican. Missionary walipokuja walisema tufanyenge hivi. Umeuliza naye Mungu anasema mfanyenge nini? On Tuesday we were discussing a topic on how comes a couple wakifanya harusi ndio wanaanza kukula ushirika, si ndio? Wasipofanya harusi waoane, after some time mama anarudishwa kwa ushirika, si ndio? Naye msana baki nje. Kwa nini? Tukasema na conclusion was that is a religion. Hiyo ni dini. Na mimi nikauliza swali. I asked a very senior person. Harusi na wokovu nini napeleka mtu mbinguni? Do you know I triggered something dangerous that now is going to is now documented? Soon the whole diocese will be discussing that thing. That a question I posed. Vitu hizi viwili nikikufa, mimi nini itanipeleka mbinguni? Ni kwa sababu nilifanya harusi? Grace, nilifanya hata kama ringi haiko. There is a reason. Nilifanya ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Yes. How? Ni nini? That was the question. Kwa hivyo that question will be moving in this diocese. Bwana Yesu asifiwe. Yes, it is coming. Actually it opened the eyes of people. Tumekaa kwa dini na dini haitupeleki wapi? But for the time being, the status quo remains. Bwana Yesu asifiwe. For the time being, I have no authority, neither I don't have a diocese, so the status quo remains. Now, in a rebellious state, humans no longer act as royal inhabitants and righteous stewards of the earth. We are no longer the occupants of this universe. And we are not the ruler of this world. No wonder without Jesus,
we do crazy things. Nikikupata wewe bila Yesu, nikwambie strip, nikupige picha, so uta strip naked vizuri sana bila Yesu, because the prince of this world is in charge. But ukiwa na Yesu unajijua, unajifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajijua, unasema this is my boundary, I cannot cross this boundary, because Jesus is ruling you. You are under his authority. And the spirit of rebellion which entered through Adam's disobedience now infects every sphere of life. And Satan uses idolatry. Satan uses rebellion. Satan uses pride. Satan uses selfishness and sin to influence people. Angalia vile watu nyakati hizi wanaabudu miungu, wana rebellion. Rebellion imejaa hata kanisani. Na pride, maringo inawaua. By the way, may I notice ya kwamba unatembeanga hiyo palo na kanyagangi kiinama chini utaingia chini. May I notice hivi? Sailo natembea unatingika tu. Alafu tu usikie tu palo umekanyaga imefanya nini? Do you know utaingia chini ya hiyo kitu? Do you know you don't have authority? Because authority was moved from you. Do you know that? And selfishness, uchoyo umejaa wa Kristo siku hizi. Na dhambi. Dhambi is now our sisters and our brothers. Hiyo ndio our dhambi. Killing today in Kenya, is it a problem? Wanapea askari bunduki. We saw even what they did the other day in the church. So it is not now there's a problem. Mnatembea tu, because sin imeingia na imemaliza watu. And therefore, brothers and sisters, as you live on this earth, you need to understand who is in charge of your life. Because every space is occupied either by God or by Satan. Na hakuna watatu, ni wawili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe, who is occupied, who is in charge of you? Father, we thank you and we bless you this evening. We dedicate ourselves to you. We have sinned and we have fallen short of the glory of God. We are no longer even worthy to be called your children. We have smeared our faces. We are no longer the ones you intended us to be. Father, we come to you in reverence. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. We empty ourselves, that Jesus, you may come and occupy and take charge of our bodies to become a temple of Holy Spirit. Come and take charge of our houses to become houses of God. Come and occupy this Githurai, that you may become the God of Githurai. Each street, each house, each space, take charge. Even this church, Spirit of God, come now and take charge. We come against every principalities of this world. We come against every powers of this world. We come against every powers of darkness that may rule our bodies and our lives. And we decree and declare in the name of Jesus Christ that you have no authority. Come out, leave us now, that we may worship God. This territory belongs to Jesus and Jesus alone. We claim that our houses, our spouses, our children are occupied by only the Spirit of the living God. Any spirit of darkness, we render you powerlessly in the mighty name of Jesus. Father, gold and silver comes from you. Even though the devil has showed us the glory of this earth, we are telling Satan tonight, that those things you have been showing us do not belong to you. And now,
by the authority of the name of Jesus Christ, we are taking them back because they belong to God and they are ours. We receive them in the name of Jesus. Holy Spirit of God, whatever we had lost, including power, we reclaim them. Whatever we had lost, including our health, we claim it now. Whatever we had lost, including ourselves, even ourselves, now we allow the Spirit of God, not the principality of this world, not the territorial demonic powers of this world, but the authority of Jesus Christ. Everything we have, our businesses, our shops, our offices, our church, our land, everything, we cover them by the blood of Jesus Christ. We take them back. Satan, come out, leave, go to the lake of fire, where you are destined to be together with your angels. You are not destined to be in charge of us. We claim our rightful position now in the name of Jesus Christ. Receive, my brother and sister, your position now. Receive your position right now in the name of Jesus Christ. Whatever the enemy had occupied is losing now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I don't come in my name. I come in the name, authority and power of Jesus Christ. And I decree that everyone gathered here and the church without wall, right now set them free, Jehovah God. Release them from the hands of enemy. Everything that the enemy had occupied in their life, we declare right now that you are powerless. Live and go. Father, we claim what we had lost, the glory we had lost. We claim the glory we had lost. We claim the fame we had lost. We claim the health we had lost. We claim the marriages we had lost. We claim our children we had lost. We claim our businesses we had lost. We claim our positions we had lost. We claim the gold and silver that we had lost. Now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father. As we live tonight, we silence you, devil. Don't attack anyone, either on the road or even in his or her home. We silence you right now. We know that you are defeated here. You want to try and follow them into their houses on the roadside and in the vehicles. We silence you right now. And we decree, by the Spirit of the living God, take charge before they get into their houses, before they get into the road, before they get into the vehicles. Take charge in the name of Jesus Christ. We give you praise and we give you honor, Master. For this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Father. I want us to pray for our offerings as we stand. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Alpha and Omega. Thank you, Jesus. Father, I pray over these gifts your children are giving tonight. Some they are giving cash, some electronically. I speak favor and blessings of God to rest upon them now. Holy Spirit of God, bless the work of their hands. The what they had lost is coming back now. We are reclaiming the glory of God in our lives. The shame that was eating us is vanishing now. Just like as snow vanishes when the sun comes out. Now the Son of Righteousness has come. And now everything that had lost is coming back. Receive your glory. Receive whatever you had lost, including money that was taken to the altars of Satan. Is coming back as you give them to God even tonight. We are claiming them now. We are claiming them now. Spirit of the living God, take charge of your people right now. Spirit of God, move
move and set your people free. In Jesus' name we pray. Praise and worship. Ngome langu, jina la Yesu. Ni ngome langu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome langu, jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina lenye uwezo ni jina la Yesu. Jina linakomboa ni jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, jina la Yesu nasema. Nitamkapo hilo jina, jina hilo, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Nitamkapo hilo jina, hallelujah. Nitamkapo hilo jina, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina hilo, ngome nyingine. Nitamkapo jina hilo, jina hilo, nitamkapo jina hilo, hallelujah. Beloved of my Father, may the God of love surround you. May the God of joy delight you. May the God of mystery surprise you. May the God of hope sustain you. May the God of wisdom direct you. And may the God of freedom set you free. As you leave this evening, may that Lord set you free. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance and give you peace. And may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you and remain with you now and forever. Go in peace to love and serve the Lord. Make my life beautiful, I beautify. I've taken away the shame, I've taken away the pain. You make my life beautiful, oh, my beautify. You've taken away the shame, you've taken away the pain. You make my life beautiful, my beautifier. You have taken away the shame, you've taken away the pain. You made my life beautiful, my beautifier, my beautifier. You've taken away the shame,